Walinzi wa benki wanaingia kwenye chumba cha pesa, kitaalam kinaitwaga vault. Wanatahamaki, wanakuta kwanza kuna shimo kubwa sana limechimbwa katikati. Walinzi wanaangalia, wanasema hapa kuna jambo limetokea. Kuangalia sehemu za kuwekea hela, kama bilioni 150 zimeondoka. Wanasema tunafanyaje hapa? Haraka haraka wanazipigia mamlaka. Polisi wanakuja haraka sana pale kuchunguza ile eneo. Polisi wanaangalia, wanasema huu sio wizi wa kawaida, hawa ni wezi ambao wamejipanga. Sasa ni kina nani hawa waliofanya tukio hili katika benki kuu ya Brazil? Mwezi wa 3 mwaka 2005, Brazil, kundi kubwa kwenye chumba cha siri la wezi linapanga mpango wa kuiba benki kuu. Nakumbuka walikuwa wanataka waibe kwenye branch ambayo iko jirani na benki kuu Brazil. Sasa kuna bwana mmoja anaitwa Ilnaes Arimo. Watu wengi walikuwa wanamuita The German. Huyu jamaa katika ulimwengu wa wezi alikuwa ni mtu maarufu sana. Katika ulimwengu wa siri walikuwa wanajua uwezo wa huyu bwana. Huyu ndo alikuwa anaongoza kundi hili la wezi. Lakini bwana huyu ni mjanja sana. Pembeni yake akawa amemweka injinia, kwa sababu aliamini kazi ile ni ngumu sana, inahitaji wachimbe chini mpaka wafike kwenye chumba cha pesa. Kwao walihitaji engineer, professional engineer. Wakambatiza jina la The Engineer. Lakini mkono wake wa kulia alimtafuta kijana mmoja makini sana, akifahamika kwa jina la Du. Huyu Du alikuwa ni mkono wake wa kulia, yaani kwamba The German ambapo hata kuwepo, basi Du atasimamia mipango yote. Nakumbuka mpango ilikuwa ni kuchimba chini mpaka kutokea kwenye vault. Na vault ni chumba cha siri cha kuhifadhia pesa kwenye benki au kwenye sehemu ambayo wanahifadhi vitu vya thamani kama dhahabu pamoja na silver. Inaitwa vault. Ni kina chuma na zege. The German akasema huu mpango hauwezi kufanikiwa kama tutakuwa hatuna mtu ndani. Wakatafuta mlinzi wa benki, na kazi ya huyu mlinzi wa benki ilikuwa kuambia mifumo ya benki, kwa mfano CCTV, mifumo ya sensa, sehemu ambazo hazipitiki, funguo inakuaje, na ratiba nzima ya benki. Basi huyu ndo akawa mtu mwingine muhimu sana, akawapa mifumo wafanyakazi na kila kitu kinachohusiana na ile benki kuu ya Brazil. Engineer akawaambia, kabla hatujaanza kuchimba hili handaki ambalo litafika kwenye chumba cha kuhifadhia pesa, lazima tujue ramani ya jiji ikoje, tujue mabomba ya serikali yamepita wapi, lakini pia tujue mifumo ya nyaya za serikali zimepita wapi, kwa sababu Brazil wenyewe nyaya zinapitishwa chini, sio juu kama sisi kwenye nguzo. Wahuni wakatimba mpaka kwenye idara ya ramani ya jiji. Walipofika pale wakaomba, wakasema sisi tunataka kujenga jengo, kwa hiyo tunaomba ramani ya jiji. Ramani ya jiji, watu wa jiji wakasema okay, ni sawa, kwa sababu nyinyi mnataka kujenga, basi tuwape. Wakakabidhiwa ramani ya jiji. Kumbe engineer alikuwa anaenda kusoma jinsi mifumo ya kibenki. Kumbe engineer alikuwa anataka kusoma jinsi mifumo ya maji ya jiji ilivyopita, ili wanapofanya kazi ya kuchimba ile handaki wasiitoboe. Shelewa. Lakini pia engineer akakaa akamwambia boss The German, tafadhali sana, inatakiwa uagize gari za vifusi, diga za kuchimbia na vifaa vyote, pamoja na vitu vinaitwa pampu za kupuliza hewa. The German akasema mimi ni mtaalamu. Hivyo vitu vyote vikaagizwa. Hiyo kumbuka ilikuwa ni March mwaka 2005 Brazil. Wahuni wakasajili kampuni ambayo inahusika na kupanda maua, yani landscaping pamoja na upandaji wa maua. Kwa nini walifanya hivyo? Walifanya hivyo ili kuipumbaza serikali. Na muda huo huo wakaenda kukodi nyumba inapatikana kwenye mtaa unaitwa Hans Visiko, nyumba namba 1071. Nyumba hii ilikuwa kabisa inatazamana na benki. Wakaandika ofisi yao pale kwamba inahusika na landscaping pamoja na maua. Na walifanya hivi kwamba wakati wanaanza kutoa mchanga kutoka ndani, ijulikane kwamba ile ni ofisi ya maua, kwa ule mchanga unahitajika kwa ajili ya maua na mwingine unaenda kumwagwa. Kumbe wauni walikuwa wanaanza kuchimba handaki. Sasa siku ya kuchimba ikawa imeanza Mei mwaka 2005. Na kumbuka hili handaki walikuwa wameplani kwamba kabla ya tarehe 6 mwezi wa 8 wawe wamemaliza kulichimba. Wauni ni wauni tu.
Walijua kabisa kwamba tarehe 6 ni siku ambayo benki mara nyingi huwa inaenda kuzichoma pesa ambazo zimepitwa muda wake, na pesa hizi zinaondolewa ile serial namba yake. Kwa hiyo zile pesa huwa mara nyingi serikali huwa hazifuatilii, yaani pesa chakavu. Walijua tarehe 6 ndo siku wanaenda kuzichoma hizo pesa. Basi shughuli za uchimbaji zikaanza kwenye hiyo ofisi ya landscaping pamoja na maua. Sasa the gentleman bwana alikuwa amemuita shemeji yake aje kuwa mtu kama secretary pale mbele ya ofisi, lakini huyu secretary alikuwa hajui kitu ambacho kinaendelea pale chochote. Alikuwa wanaona tu wakina the gentleman wanatoka na mchanga, wanaingia wanatoka. Akasema wanatoa mchanga wapi? Yeye alikuwa ameajiriwa kama secretary tu. Sasa siku moja yule secretary akasema wanatoaga wapi mchanga? Mbona ni mwingi sana na unajaa mpaka lori? Kumbe wakina gentleman wanazidi kutengeneza ile handaki ambayo inaenda benki. Ushaelewa? Sasa ikabidi siku moja secretary alivyoona wakina gentleman wameondoka, aende kwa siri kwenye kile chumba. Akafungua hivi akakuta ni bonge la handaki. Ikabidi aingie mpaka chini kuangalia. Akakuta handaki safi kabisa, lina AC, lina barabara nzuri, limewekewa pembeni zege ili ziweze kuanguka. Aliangalia huo mradi akasema, akapiga hesabu akasema, hapa nipo kwenye eneo ambalo wanataka wafanye wizi benki. Basi katika mishemishe aliangusha kadi yake ya business card. Alivyoangusha ile business card, akawa anapanda juu haraka haraka. Kufika juu akamkuta the gentleman anamwangalia. Akasema, umeingiaje huku? Akasema, bwana mimi nimejua bwana kwamba huku sasa hivi nyinyi mnataka mfanye kazi ya wizi pale benki. Gentleman akamwambia, kama umeshajua hii siri hii, au si kuondoka. Ukiondoka mimi nitakuua, na niko serious hata kama wewe ni shemeji yangu. Basi yule shemeji yake akaamua kubaki, kwa sababu alijua the gentleman anamaanisha kwamba akiondoka ataenda kutoa siri kwa vyombo vya. Wahuni wakaendelea kuchimba lile handaki, na ukiliangalia lile handaki lilikuwa limejengwa vizuri sana. Walihakikisha siku ya kuchukua mzigo wasipatwe kikazo chochote kile. Sasa ilivyofika tarehe 6 mwezi wa 8, walikuwa wameshafika kwenye eneo ambalo linatakiwa watoboe sasa waingie kwenye chumba cha kuhifadhia pesa. Basi siku hiyo wakatoboa, kwa sababu walikuwa wameshajua mifumo yote ya kibenki. Na hiyo tarehe 6 ni tayari pesa chakavu zilikuwa zimeingia. Wakaingia kwenye kile chumba cha pesa. Aisee, wakina the gentleman pale walikuta milioni 150 za Kitanzania, sawasawa na dola milioni 70. Walifurahi sana, wakaanza kuzishusha zote kupitia ile handaki na kwenda kutokea chumba cha pili. Ile kazi yote ilifanyika kwa muda wa masaa karibu 3. Wanachukua pesa na kuzipeleka kwenye kile chumba cha pili, kwenye nyumba ya pili ambayo inatazamana na benki. Lakini kumbuka, haya mambo yote the gentleman alitumia almost milioni 30 za Kitanzania kutengeneza ile handaki. Humo ndani nasema kuanzia compressors na kila kitu alitumia karibu milioni 30 tu. Walihamisha mzigo mzima. Ilivyofika tarehe 7 mwezi wa 8, wauni wakawa wamekaa kwenye kikao cha siri cha kugawana zile pesa. Baada ya kuzihesabu, bwana the gentleman akaanza kuwagaia. Katika kuwagaia, wengine walipata bilioni 1, wengine bilioni 2. Lilikuwa ni kundi kama la watu 7 hivi. Sasa kuna mmoja pale akaanza kumchallenge bwana the gentleman. Akamwambia, bwana hizi hela ndio tugawane sawa kwa sawa. Huyu the gentleman katika ulimwengu wa mamafia huwa anafahamika ni mtu wa hasira na maamuzi ya papo kwa papo. Akatoa mguu wa kuku ambao ni bastola, akampiga ya kichwa pale pale. Akamwambia, huwa tugawani sawa na boss, na mtu mwingine leta kielele nitamfanya kama alivyomfanya huyu bwana. Kwa hiyo akamuua baadhi ya memba pale wakiwa wanagawana zile pesa. Baada ya hapo, bwana the gentleman akamwambia, tafadhali sana, hizi pesa nitakiwa mzizitumie haraka sana. Nitakiwa mlay low, yani ipite miezi mingi sana ndo mwanze kuzitumia hizi pesa. Mkianza kuzitumia sasa hivi tutakamatwa haraka sana. Kikao cha kugawana pesa kikawa kimeisha hapo. Kila mtu akachukua pesa zake, na bwana gentleman akaondoka na kiasi kingi cha pesa, akaenda mji mwingine tofauti na ile benki ilipo. Na alipofika huko akalay low kabisa bila kuzitumia. Iliyofika tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2005, mapolisi wakawa wameingia kwenye ile handaki. Walipofika pale, kama kawaida ya majambazi, huwa wanajisahau, wanaacha evidence ndogo ndogo.
Kama unakumbuka, nilikwambia pale mwanzoni, shemeji yake wa The Gentleman aliingia kwenye ile shimo na bahati mbaya akaangusha business card yake. Mapolisi wakaiokota ile business card, wakasema huu ndio utakuwa ushahidi wa kwanza. Wakafanya mishemishe, wakamkamata shemeji yake wa The Gentleman, wakamwambia nani amehusika na haya maswala. Wakambana pale, akabidi amtaje mtu aliyekuwa ndani ya benki ambaye ni mlinzi. Mlinzi kuja kuangaliwa kwenye akaunti yake akakutwa na bilioni 2. Kama ni wanamlinzi, hizi hela umezitoa. Sasa kazi kubwa ilikuwa ni kumtafuta The Gentleman. Gentleman alikuwa ni mafia, ana watu ndani ya serikali pamoja na nje ya serikali, lakini pia ilichukua muda wa miaka kama 3 hivi kumtafuta huyo bwana. Walikuwa kila mji wakienda wanamkosa, anahamia mji mwingine. Kwa baada ya miaka 3 alikuja kupatikana The Gentleman, na baada ya hapo watu hawa walisomea mashtaka yao na baadaye wakafungwa jela.